Habari gani? Mimi naitwa Majid Njengwa. Jumatatu ya tarehe 9 mwezi Machi 2026 nilipata bahati ya kushiriki kongamano lililoandaliwa na kituo cha ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma PPPC. Lilifanyika pale kituo cha Confucius, taasisi ile chuo kikuu Dar es Salaam. Kongamano hilo, mada kuu ilihusiana na nafasi ya PPP katika kufanikisha mpango wa maendeleo wa taifa 2026-27 na 2030-31. Mgeni rasmi alikuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo. Mimi katika ushiriki wangu kuna mengi niliyaona, lakini kubwa kabisa kupitia makala hii ni kile ambacho kilinenwa na mkurugenzi wa kituo hicho cha ubia kati ya sekta binafsi na sekta umma, David Kafulila. Yeye alisema zamani ilikuwa ni wajibu wa wananchi, kuelewa kinachofanywa na serikali, lakini katika zama hizi ni wajibu wa serikali kuhakikisha wananchi wanaelewa kile ambacho serikali inakifanya. Serikali ndiyo inayo wajibu wa kuhakikisha wananchi wanaelewa inachokifanya. Tulikotoka kabla ya hapa, ilikuwa ni mwananchi ana wajibu wa kujua serikali inachokifanya. Kwa ukisikia mkuu wa wilaya amekuja kijijini, kwa hiyo wananchi wote tunakwenda pale kuhakikisha kwamba mnaelewa, mjifunze serikali inafanya nini. Yaani ilikuwa ni wajibu wenu kupata taarifa. Nao ni wajibu wa serikali kuhakikisha wananchi wanaelewa inachokifanya. Kupitia makala hii utayasikia hayo na mengineyo. Karibu sana. Na hatua ambazo zinatokana na watu kushiriki katika mijadala, na hasa mijadala inayohusu maswala. Na ndio maana hapa tunao watu ambao watatuambia kwa mfano uhusiano wa dola na uchumi, na tunapozungumza PPP jambo hilo kama Dr. Richard, lakini kuna private sector watatuambia na kadhalika. Na napenda kutumia nafasi hii kumkaribisha sasa mkurugenzi wa kituo cha ubia ndugu David Kafulila ili aweze kutupa muktadha wa ni kwa nini tunafanya hivi kwa mazingira ya nchi yetu, na pia kumkaribisha Mheshimiwa Waziri kutufungulia jambo hili. Mheshimiwa David Kafulila, karibu sana. Ndugu zangu, kama ambavyo imetolewa kwenye utangulizi, mimi naitwa David Kafulila, ni mkurugenzi mtendaji wa kituo hiki cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi Tanzania. Kazi yetu kubwa ni kuratibu makubaliano, majadiliano na namna ambavyo sekta binafsi inaweza ikashirikiana na sekta ya umma kutekeleza yote ambayo yana interest ya sekta binafsi kufanya, na kuhakikisha kwamba serikali inabaki na yale ambayo sekta binafsi haina interest ya kuyafanya, na pengine yale mengine ambayo inaweza sekta binafsi ikawa na interest, lakini kwa sababu mahususi ikawa lazima serikali itekeleze, labda za kiusalama na mengineyo ambayo kama serikali na kama dola inakuwa imeyabainisha. Kwa hiyo ndio kazi kubwa ya kituo cha ubia Tanzania. Lakini kama ambavyo inafahamika, ndugu wageni, masuala ya PPP ni masuala mtambuka, yanahusu kituo cha ubia kama coordinator, lakini pia yanahusu mamlaka za serikali, contracting authorities kama TANESCO, TANROADS na wengine, lakini pia yanahusu mwanasheria mkuu wa serikali, yanahusu wizara kwa maana ya wizara za kisekta, yanahusu kampuni au sekta binafsi, yanahusu wananchi wenyewe kama wananchi. Kwa hiyo PPP ni swala hilo mtambuka.
Lengo la pili tumesema kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji na mifumo ya kuwezesha biashara. Kama unavyofahamu, taifa letu hili kijiografia limekaa vizuri, kwa hiyo tunaweza tukafacilitate movement of goods and services around, na hiyo inahitaji kuimarisha mambo ya logistic, miundombinu ya usafiri na usafirishaji ili tuweze kwa hiyo mambo ya SGR investment yataendelea, ujenzi wa barabara utaendelea sana, na kupanua viwanja vya ndege utaendelea. Hiyo yote ni katika kuifungua nchi, kuharakisha mageuzi katika sekta za uzalishaji ili kuzalisha ajira na kuongeza kasi, kuongeza thamani na kuongeza uwezo wa kushindana kama nchi katika kuuza bidhaa nje ya nchi. Kujenga na kuimarisha uwezo wa watu, human capabilities and skills development itakuwa ni eneo muhimu. Utoaji huduma za jamii, utawala bora na utawala wa sheria kama msingi endelevu wa kukuza ajira na kuleta ustawi. Tumefanya analysis inaonyesha kwamba ili kukamilisha malengo hayo zinahitajika ifika mwaka 2030-31 katika miaka mitano tuweze kumobilize shilingi trilioni 477.747. Hizo ni kama dola za Marekani takriban dola bilioni 183. Na kwa kutambua umuhimu huo, serikali ya Tanzania iliandaa sera ya taifa ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi mwaka 2009, na tukatenga sheria ya PPP mwaka hiyo ya inaitwa sura namba 103, na zote hizi zinaweka mfumo wa kisheria wa kuibua, kuandaa, kununua, kutekeleza na kusimamia miradi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta ya binafsi. NMB ni matunda ya ubinafsishaji, benki ambayo inasifiwa sana. CRDB ni matunda ya ubinafsishaji. Hizi benki hizi ulikuwa kenda enzi hizo, unaingia kwenye benki kuna magunia pale na kuna watu wawili watatu, lakini sasa hizi these are the banks which are competing regionally na zinaendeshwa na Tanzania. Kwa hiyo hii dhana ya sekta binafsi itaenda kuingia vizuri tu. Watu kutoka sekta binafsi na sekta ya umma, isije ikawa bodi itakuwa na composition ya sekta ya umma peke yake. Nafikiri tunaweza tusipate nafasi nzuri ya utatuzi wa changamoto zitakazokuwa zinatukabili kama sekta binafsi. Vile vile naomba niombe kituo kihakikishe kunakuwa na ulinzi wa kutosha wa mikataba hasa kwa upande wa sekta binafsi, kwa sababu tumeona wakati mwingine inatokea wawekezaji wanakuja wanawekeza, lakini katikati huko kuna sera zinabadilika, kuna sheria zinabadilika, kwa hiyo ile ina discourage sana uwekezaji. Na kwa nafasi ya pekee ni washukuru sana wachangiaji wote ambao mmepata nafasi ya kuuliza, lakini wengine kutoa maoni ya namna gani ya kuboresha safari yetu ya PPP kwa ajili ya ujenzi wa uchumi na taifa letu kwa ujumla.